Finya kikamua. Finya kamua. Finya kamua. Finya kamua. Finya kamua. Finya kamua. Finya ukamue. Sugua hivi mikono yako. Akaunti yangu naomba bandika hivi. Ibande. Naonyesha ndugu zangu. Iko ndio chanzo cha magonjwa. Unasema unapenda mtoto wako. Kesho na kesho kutwa linapotokea, hakika kwamba uwezo ukajipata matibabu kwa shilingi 200. Matibabu unatumia gharama kubwa. Watanzania naomba tuangalie sana na tujifunze sana. Kwa sababu kujifunza ndio jambo jema la dunia, ni mali ya Mwenyezi Mungu, na mtu ana kipaji alichokwenda akapewa. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba viumbe vyangu nendeni duniani, mkapandane kisha mkazaane. Mkizaana mtajaza dunia na mtakwenda kuishi kwa kutegemeana. Naomba tafadhali utaangalia pale. Kama hujaangalia pale, tuangalie na kwenye sahani niko na mchanganyiko wa matunda tofauti tofauti. Watanzania matunda ni dawa. Kwanza kama unavyoona hapa, hii ni ndimu. Watanzania ndimu ni tiba na dawa. Kwenye kitabu ipo. Na uliosimama hujasimama kwa sala, umesimama kwa faida. Nitagawa vitabu ipo kwa wale wajanja wasomi. Nataka niwaambie hii ndimu ina faida. Hii ndimu unaweza kupata na pressure. Ile pressure ukakuta mpaka miguu inajaa, unashindwa kutembea. Kata ndimu, sugulia kwenye chumvi, alafu chua kwenye miguu yako. Utanikumbuka ndani ya siku 2 sana siku 14. Hii ndimu kwa bahati mbaya hata hapo ulipo umegongwa na tumbo la kuharisha, ukipate tabu wewe una hela ya kwenda pale duka la madawa ukanunua dawa, naomba chukua ndimu zako 3 4, vikate kaburia kwenye kikombe, kwenye kibakuli. Chukua kijiko cha chakula, chota sukari nusu kijiko, weka kwenye maji ya ndimu, koroga, kunywa. Nakupa ndani ya dakika 10 15 kuharisha, bye bye. Na wakati wote nakupa maelekezo. Lakini Watanzania hii inatibu kifua. Lakini limau nalo linatibu hata kama una tatizo la mwasho, panga tupele. Kata maji yake, kunywa. Lile ganda sugua kwenye ile tatizo la mwasho wa panga. Utakuta maji ya limau yanachachatika, maji yakikauka na maumivu yanakwenda na katakaa ndani ya dakika 5, ingiza mkono sugua huko. Utakuta kunatoka unga. Maana kuna watu hapa mnasumbuka na tatizo la panga, tunaenda kijukwani kwa baba mkwe na mama mkwe, unaongea, mwisho wa picha unawaaga, unataka kurudi kwenye mji wako wa Mkulanga. Kabla hujaondoka bakteria wa panga wanaanza kuleta shida. Unaingiza mkono mfukoni, unapiga gitaa. Baba mkwe na mama mkwe wanapiga chabo, wanakuangalia, unajua nataka tuachie shilingi 5 mafuta taa, kumbe wewe unacheketa panga. Naomba tujifunze sana ndugu zangu wa Tanzania. Lakini vile vile hapa nitakuwa nimekamata karoti. Nimekamata na kitunguu maji. Watanzania kuna watu hapa wanasumbuka na maradhi ya macho, wanashindwa kutokuona mbali. Lakini kwa sababu mliaminishwa na mlikubali kusema kwamba ukitafuna karoti ina uwezo wa kusafisha macho, Watanzania utafuna miaka 800. Na tuligundua haya pale Mbalala Uganda, chuo cha Nkebe, chuo cha Ndona ambaye tulikuwa tunasomea isani. Tukagundua kweli karoti ina uwezo wa kusafisha macho, ila sio kwa njia kutafuna wala kuweka kwenye mboga. Ila wenzetu wazungu kutaka kutupa matumizi yaliokuwa rafiki. Wakajua kitupa matumizi yaliokuwa rafiki, wote ishara miwani watafanya na nani? Maana mzungu kazi yake anapandikiza magonjwa ile vitubia kwa bei kubwa. Tunashinda kujitibia, tunakufa, tunaachia maisha, mwenzetu anazidi kuwa bilionea. Macho yako baba yangu, mama yangu, yana ukungu, naomba tafadhali nitulize. Chukua matunda ya aina 3. Kitunguu maji, kitunguu saumu, karoti. Ingiza kwenye blender, katakata saga, utapata ulojo. Ule ulojo tumia kunywa kikombe cha chai asubuhi, jioni, kutwa mara 3 ndani ya siku 28. Utanikumbuka. Na hiki kitunguu maji unachokiona vile vile ni tiba. Unaweza ukapatwa na mafua yakakubana, hauna hela kwenda dukani ukanunua dawa za kizungu, naomba tafadhali chukua punje za kitunguu saumu 7, vikate ziwe ndogo, chemsha na maji yako ya moto, meza, shusha na maji ya moto. Kama ulikuwa una mafua, homa, bye. Ile tatizo kama unalo hata leo nenda kafanye research. Hivi vitu ni tiba na dawa. Na hata kitunguu maji ni tiba na dawa. Naposema hivyo jamani, si mnakiona hiki kidogo, lakini tunapochukua jukumu tunakikata huku tunakiinamia, waga macho anatoa nini? Nimesema hata viumbe wangu nitawamimina ili wafanye research kupitia hivi vitu. Na ndio maana nikakwambia usinikalie mbali tafadhali. Lakini vile vile mnamuona huyu baba anakatakata matunda haya ili lengo la madhumuni akatengeneza juisi atibalisha.
Andaa hata wale viumbe niliokuja nao natakiwa hii juisi waifanyie research. Na ndio maana hata unapokwenda hospitali baba yangu, daktari akafanya check-up majibu ya kanuni. Ukaambiwa una malaria na UTI na typhoid una vidonda vya tumbo, daktari lazima akupe huduma ya dawa. Akikupa huduma ya dawa na kwamba rudi nyumbani kale dawa wakati kunywa maji kwa wingi. Lakini ushauri wa tatu anakushauri jitahidi kula matunda pamoja na mboga. Fikra na mawazo anasema kwamba hivi ni vitu ambavyo vinaongeza vitamini mwilini. Kumbe hivi vitu wa Tanzania ni tiba na dawa. Watoto wadogo naomba simama jua, kumbe huko kwenye maulidi hapo. Naomba tafadhali na hivi vitu mkavitumie. Na hapa ukiangalia kwenye mkono wangu naomba hapa. Ukiangalia kwenye mkono wangu nimekamata hii inaitwa pilipili hoho. Ile hii watu wanajua faida yake kuweka kwenye mboga, kuweka kwenye kachumbari. Kumbe pilipili hoho ni tiba na dawa. Kuna watu hapa mnasumbuka na tatizo la mgolo. Kibawasiri kile kinatokaga nyuma ya makalio. Naomba tafadhali usipate shida. Nenda sokoni kama ile tatizo unalo. Chukua pilipili hoho ziwe 10-15. Chukua nyanya chungu, usitoe ule mkonga wake, no, usitoe ule. Hizi katakata zile nyanya chungu usikate. Pamoja chemsha kwa na ule mkonga wake. Ukisha chemsha mwaga kwenye lile tatizo bye. Hivi vitu ndugu zangu wa Tanzania ni tiba na dawa. Naomba nendeni mkavitumie. Hivi. Lakini vile hapa umekamata tangawizi. Watanzania hata naomba Tanzania tuendelee sana kula machungwa. Hili chungwa ni tiba na dawa. Sasa niwaambie tu kweli kwa kweli. Ninapokuambia chungwa ni tiba na dawa. Kuna wengi wanaamini kwamba kwa kuwa hii chungwa ni kweli. Kuna wengi wanaamini kwamba kuwa chungwa ni vitamin. Na ndio maana kuna wengi amuli machungwa mpaka upate ushauri wa daktari. Ila mimi nakuhimiza chungwa kula. Chungwa lina faida. Na faida ya chungwa ni nini? Faida ya chungwa lipo kwenye mbegu ndugu zangu wa Tanzania. Leo hapa kuna kina mama mnazunguka na chango. Kuna chango za aina mbili kwa upande wa mama. Kuna chango la nyongeza, kuna chango la kumwaga. Ikikupata hata uzazi kwanza unakwenda wengine. Akina mama unaanza kupata na maradhi ya ngiri. Na kwa baba ngiri ni ugonjwa. Maana baba ngiri inapokuwa chronic utakuta hata huyu Abdalla Nyoni. Moja inazama, moja inachungulia. Hata unataka kuingia kwenye ile mchezo wa Yanga, mpaka upige starter. Ukifanya mchezo chali ukutani kama zile fundi rangi. Mama tukwambia tuendelee unaanza sababu. Inatakiwa pale ukutani mwanamama ropa chronic na ngono. Aikimbia mashine ageuze kama jamani ya jamaa tuteteni. Vinginevyo pasaka mtaki. Na ndio maana kuna watu wanakuja ndevu kama mipiki ya rangi chini kwenye kitu hapa hivi vikao. Nitawapa. Lakini nikasema kwamba nitalewa na hivi vitabu ndugu zangu wa Tanzania. Hivi vitabu havijaandikwa lugha ya kigeni, naomba tusiangalie. Na usije kasema kwamba mimi ndio nimetengeneza, no, sitaki nijisikie. Nimetengeneza kampuni yetu kutoka mlima mkubwa tukatengeneza. Wametengeneza hivi vitabu mama baada ya kuona Watanzania tuliokuwa wengi wagonjwa, waliozidiwa wenzetu wako hospitali. Na ndio maana hospitali wakajenga na mchwali. Kwa hivi vitabu ndugu zangu nitawapa. Vitabu nitakupa nenda na nitawapa ndugu zangu wa Tanzania. Sasa moja kwa moja ukitoka hapa naenda kaitengeneza juisi hiyo. Ni tiba na dawa. Ngoja nikuoneshe ndugu yangu Mtanzania. Ili na wewe ukitoka hapa nenda nyumbani nenda kaitengeneza. Kijana naomba nichukulie maji. Nichukulie maji ya shilingi 1000. Nichukulie maji nije kuonesha Watanzania. Naomba kimbia haraka sana. Niwaonyeshe Watanzania. Hii juisi nendeni mkaitumie. Mimi mnaponiona sio kama namkufuru Mwenyezi Mungu, no, wote Mungu wetu ni mmoja. Ila kwa sababu napendelea kuitumia juisi, karibuni niko maeneo ya Mtoni Kijichi, Njia Ng'ombe pale. Karibuni unapokuja nyumbani kwangu, hata ufungue friji unakuta dumu la lita 5. Kupitia ni tiba na dawa. Mimi ukiniambia sijui UTI, malaria, vidonda vya tumbo, sijui miguu inauma inakufa gani, sio kama namkufuru Mwenyezi Mungu, maana hapa nilipo Mungu ananisikia na ananiona ninachokiongea. Ila Watanzania nendeni mkatumie hivi vitu, ni tiba na dawa. Nendeni mkatengeneze juisi ya tiba, hiyo ni tiba na dawa. Tengeneza, hebu jitahidi kuja fuliza ndani ya siku 14. Alafu niambie wewe ndama, naomba mkatengeneze.
Hayo matunda yana gharama. Na unapotengeneza juice wala usiweke chumvi wala sukari, itengeneze kama ni tiba na dawa. Utanikumbuka, tumia pamoja na kizazi chako. Watoto nimesema simama juu. Mtoto mdogo shilingi za kiuno zimefaisha kwenda kufa. Kifika miaka 15 hapo na kazi. Sasa Watanzania juice nimeitengeneza, nikasema wawili watatu nitakwenda nitawaonjesha. Ila hii tukiangalia, hii wazee wetu wa zamani walikuwa wanaita jivi, lakini sasa hivi inaitwa split. Saluni maabara inaenda inapatikana. Na kuna kina baba wengi wananyoa ndevu saluni, mhudumu wa saluni anawapaka hiki kitu. Anapokupaka unahisi macho anatoa machozi. Na macho anapokwenda kutoa machozi inakuwa ile sio furaha bali ni huzuni. Nitakuelekeza baba utumie njia gani mbadala ili uweze kubakia kwa salama. Jamani, kijana amekwenda kuniletea maji. Naomba punguzia muli. Jazia umunamo. Hayo ni maji kama unavyoona, sio mafuta wala diesel wala petroli. Ila nataka nigeuze kuwa mfano wa binadamu wawili. Natosha? Mfano wa binadamu wawili. Punguza na umo kidogo. Punguza kidogo tu, hayo mengi niachie. Sina mamlaka kuchukua damu ya baba wala ya mama nikaifanyia research hapa. Ila nageuza mfano ambazo damu za baba na mama zimechafuka, zina allergy ya magonjwa. Anasumbuka mama ana malaria, UTI, vidonda vya tumbo, typhoid, fungus inamsumbua mara kwa mara. Naomba tafadhali ngoja naonesha hapa. Naomba fungua. Na vile vile leo nawasia kina mama wenzangu ambao mnashiriki sana kutumia uzazi wa mpango. Vidonge, sindano, vipandikio. Kuna wengi mnatumia, mnaingia kwenye period, wengine muingia kwenye period. Na unabahatika kuziona period haziko sawa, zinapishana kama malori ya mkoa. Hilo ni tatizo ndugu zangu wa Tanzania. Inasababisha kwenda kuharibu maumbile ya kike ya mwanamama. Na nitaelekeza ndipo kwa kitabu utaona hapa. Nenda katengeneze dawa na hilo tatizo kama unani. Na uzuri wa kitabu hiki kijaandikwa lugha ya kigeni ni Kiswahili. Mtoto wa darasa la 2 la 3 anasoma kitabu na kutengeneza dawa. Jamani, nageuza mfano wa damu na weka hapa. Tuangalie kwa macho ni viba macho. No. Tuangalie mfano wake hapa. Sasa angalia, huyu ni baba. Huyu hapa ni baba, nimechafua rangi. Na huyu ni mfano wa mama. Damu yake imechafuka, mwanamke huyo ana allergy ya magonjwa. Malaria, UTI inamsumbua, fungus ya mara kwa mara, UTI sugu. Ana ile UTI ambayo inasababisha inamwaga uchafu wa maji ya mchele tu ila nazi. Naomba niwaonyeshe kuwa juisi ya tibalisha. Naomba mwanamke mwenzangu, matatizo yakikukuta kama hayo, tengeneza ila nitakupa kitabu. Sasa tuangalie hapa. Naomba Watanzania waone. Jamani, huyu ni baba ambaye ana allergy ya magonjwa. Malaria, UTI yamemkamata, typhoid, ngili inamsumbua. Narudia, ngili kwa baba ni ugonjwa. Ngili kikwandama kisha kwa chronic. Unakuta hata vinguvu vya shidi matumbo moja na kama moja inachungulia. Unapoingia kwenye mechi na tofauti na mwanamama aliyekuwa chronic na ngono. Akipiga moja baba chali ukutani kama vile fundi langi. Mama akikwambia tuendelee unaanza sababu. Pale anapokutana mwanamama aliyekuwa chronic na ngono, aipindwe mashine igeuze ndio jamaa arudi tena. Vinginevyo Pasaka mpaka Krismasi mwakani. Na ndio maana kuna wengi wanafuga ndevu kama mizizi ya bangi chini, mwenyekiti hapa itishi vikao. Tawaonyesha leo. Tuangalie hapa ndugu zangu wa Tanzania. Mfano huyu baba ninamnywesha juisi ya tibalishe. Nitamnywesha kijiko cha kwanza kwa siku ya kwanza. Nitamnywesha kijiko cha pili kwa siku ya pili. Nitamnywesha kijiko cha tatu kwa siku ya tatu. Hapa tuangalie. Kadri ya juisi ya tibalishe inakwenda inasachi kwenye mfumo wa damu. Inakuja inatokea kwenye ini, figo, kongosho, inashuka kwenye njia ya mkojo. Hii juisi ya Tanzania sio chungu bali ni tamu. Na mimi ndio maana napendelea kuitumia mara kwa mara kwa sababu ni tamu. Hii hata kina mama wenzangu, ukijikuta umechoma sindano, vidonge, vipandikizi, afu udane wako umekimbilia tumboni. Unamiliki tumbo kubwa limetangulia mbele kama kichwa cha noo. Kiangalia nyuma matako amepigwa pasi kama TV ya touch. Nenda katumia kitu hiki. Ni tamu wala sio chungu. Tuangalie hapa. Huyu ni baba ambaye amekula dawa. Damu imekwenda imekafika kama mnavyoona. Sasa tutolee mfano, huyu ni mwanamama. Lakini mama huyo alidiriki kutoka michepuka akapambana na gonjwa la zinaa. Gonjwa la zinaa ukitoa ukimwi, gono, kitoto, fungus ni magonjwa ya kuambukiza. Lakini hata mbu wa malaria akikugonga na kuachia tatizo la malaria. Ngoja tuangalie hapa. Anaingiliwa na mbu anagonga wa malaria, gono, kichocho, fungus, kisonono, kaswende linaingia pale.
hawezi kupandikizwa magonjwa kwa sababu amekula dawa na ana kinga ya kutosha. Na ndio maana nikasema msinikalie mbali, nitawapatia vitabu ili nende nyumbani mkajifunze hai kupitia kitabu hiki. Lakini vile vile niliposema kwamba kampuni yetu ya Chota Kilimo SUA Morogoro tupa the winner hawakutengeneza hizi mbichi kama hizo tukapita kutembea nazo, wakasema kwamba zitatuharibikia manjiani. Walichokifanya, chukua mchanganyiko wa matunda, mboga mboga, mchicha, uyoga, kabichi jekundu kwa niaba ya wale wanaosumbuka na vidonda vya tumbo. Kwenye kitabu napata habari hizi. Nataka ni ufanye research kwa yule mwanamama ambaye mama huyo ambaye ana allergy ya magonjwa. Mama yangu, naomba gandua kwanza kabla sijafanya yoyote. Gandua. Asante, washike watu wawili watatu. Naomba mshike muangalie. Chota uangalie. Unapogeuza sio tumbo la mwanao. Nani mama? Umetoka? Umetoka? Chukua mchanga mtabu kubwa. Na nimalizia maji. Haya, tumbo la mwanao kisha mpa unampa mchanga. Unampa mchanga na maji akalikaluka hivi kikatoka. Naomba tujifunze sana. Hii ni kundi. Hiyo hata kama unamiliki mama, naomba nitolee chupa moja. Toa chupa moja. Naomba ifungue tu. Angalia kilichokuwa ndani yake. Kuna unga, naomba nipatie. Mama, huu unaitwa unga wa tibalishe. Kautumie baba, kautumie mama. Malaria UTI, jamani mmeuona hapa. Nikikupa kitabu hata unatengeneza. Huu hapa. Sasa angalieni unga wako tikisa ichanganyike dawa na maji. Mimina nusu kikombe, kunywa asubuhi, kunywa jioni. Ukiakuta mara 2 ndani ya siku 3 4. Siku ya 5 6 kwa mkojo uweke kwenye ile chupa. Naomba nenda nao maabara, nenda kapime. Sijui umenielewa eh? Majibu utayapata, naomba nipigie simu muda wote wakati wote. Malaria UTI pushine. Ashanawa. Ashanawa. Sasa mama, nimekupatia unga huo, ila angalia iko kichupa ukitupata kwenye blanchi yetu shilingi ngapi? Leo nimebakiwa nazo chache, jana nilikuwa dundani. Shilingi ngapi mama ukilipata kwenye blanchi? Angalieni ya Tanzania, usije kusema nimewaonea. 10,000. Je, mama, kwa ghafla tumeonana kama kifo. Nikikwambia nipe 10,000 nikupatie unga wa tibalishe. Inawezekana? Haiwezekani kwa sababu tumekutana ghafla kama kifo. Ila nitatoa chache niwape watu wachache. Na amani tawapa wale wanaojali afya. Afya ni bora kuliko nyumba, kuliko gari, kuliko pikipiki. Nitatoa, ila niko nazo chache kama mnavyoviona. Jana nilikuwa na eneo dundani, tulikuwa tuna nyingi ila tumetuishia. Hizi chache nikasema nitakupa baba, nitakupa mama, nenda kajitibie. Kaomba Mwenyezi Mungu kupitia huduma ya tibalishe. Una malaria, una UTI, vidonda vya tumbo, homa za mara kwa mara, unajihisi una sukari. Sukari sababisho lake ni mkojo mara kwa mara. Unatoka mkojo unataka kuingia ndani tena mkojo umeshavilia. Hiyo sio ni dalili za sukari. Kacheze na unga wa tibalishe. Ila naomba niwaulize, una vidonda vya tumbo, kautumie unga wa tibalishe. Baba una ngili, katumie. Mama chango, nenda katumie. Tumbo linaunguruma na jage, kichoo cha shida, hebu nenda kacheze na tibalishe unga. Nenda kautumie. Ukiweza sabani mama kageuza kweli tola kabatini, usigeuze nguo. Ujue unaelewa vizuri? Wangapi wasema mama kutupatia tutakushukuru, nyosha mkono wako. Angalia mikono zako. Shusha mkono chini, toa tabu. Na ambaye nitakupatia unga wa tibalishe, hakika na kitabu nitatoa kama bula enda kwa ati Mungu. Naomba kamata watu wanaojali afya. Afya ni bora kuliko nyumba, kuliko gari, kuliko pikipiki. Ufunga 10,000. Wala 9,000, wala 8,000, wala 7,000. Acha kama tulivyouza Mwananyamala, acha. Kama tulivyokuwa Jubi Stilio, acha.
unga kama tulivyogawa jana Dundani na hapa wape. Kipatikana sala leo faida kesho. Mama, namba za simu ziko hapo, gawa kwa watu 5 10. Wakipiga simu, wakija kwenye blanche tunakuja kufanya nao biashara. Ila leo tuone kama tunapata hasara. Wapo wenye 2,000. Mwenye 2,000. 2,000 chukua huo unga watibalishe, na ukiuchukua usiweke pembeni ukageuza furniture, naomba kautumie. Kama mwenye 2,000 tuko nazo chache. Na ninapotoa unga watibalishe, nataka kama kuna mtoto yote yuko hapa anasumbuka na maradhi ya mapunye, sogea mbele uchukue sabuni ya Kipande Dawa bure. Mtoto mwenye mapunye na mhitaji hapa ya kichwa, naomba sogea hapa nikupatie sabuni ya Kipande Dawa bure, iliyotengenezwa kupitia limau, ndimu, karoti pamoja na asali. Pita mbele, mtoto unamiliki mapunye ya kichwa. Mwangalie mtoto mapunye hapo. Wapo ni shilingi 2,000. Mama umechoma sindano, vidonge vipandikizi. Pilani unakuta vinapishana hivi kama malori ya mkoa. Uchafu utoke yote, mwingine unabaki kwenye vina vya uzazi. Ndio maana unasababisha unamiliki tumbo kubwa na tangulia mbele kama vita cha Noa. Naomba tafadhali chukua, nenda kasafishe. Kadi ukiipata dawa hiyo inaenda kusafisha kwenye pipe za mirija, ila utaki kulazimisha. Mimi mgonjwa kiburi, naomba nimwache na kiburi chake. Nitaonana naye kesho kwa Mwenyezi Mungu pindi anapokuwa na heshima zake. Lakini hiyo ni dawa yenye uwezo wa kusafisha damu kwenye mfumo wa mwili wa binadamu. Ichukue mama, ichukue baba hiyo dawa. Ila naomba ukaitumie. Matumizi, weka kwenye maji lita 1.5. Maji ya dukani usichemshe, maji ya nyumbani chemsha, ndio jaza kwenye chupa lita 1.5. Funga tikite, ikichanganyika mimina, kunywa nusu kikombe cha chai asubuhi jioni. Kutwa mara 2, fululizo ndani ya siku 3. Siku ya 4 ya 5 umemaliza kunywa hiyo dawa. Kipimo tosha kiko kwenye mkojo. Kojoa mkojo, uweke kwenye chupa ya maji safi, funga uweke pembeni. Siku 2 usiona, siku ya 3 kamate mkojo, nenda nao maabara. Majibu tu apata, nipigie simu muda wote wakati wote. Mwenye shilingi 2,000 mpatie. 2,000 mpatie. Unajihisi malaria, UTI, una dalili za vidonda vya tumbo, ichukue hiyo dawa. Una tatizo la mtoto mkubwa unapojua kitandani, hiyo dawa ilichanganywa na unga ganda la ndizi. Watanzania uwaga tunakulaga ndizi, tunalithamini tunda la ndani. Kumbe tunda la ndani ni vitamin, ili ganda la ndizi ni tiba na dawa. Na kitabu kitakuelekeza. Uchanganye na mbegu za mahindi, kitabu kitakuelekeza. Wapatie. Wapa wenye shilingi 2,000. Shilingi 2,000 wapatie hiyo huduma. Na naomba chupa moja ya unga watibalishe itumike na mtu huyu. Msitumie watu wawili tafadhali. UTI ni gonjwa la kuambukiza. Kama anavyoona gonjwa. Asante. Na mwingine ni huyu tu. Kama kuna mwingine. Asante. Jamani, nataka naoneshe maajabu ya sabuni ya Kipande Dawa. Hata kama baba mama umeungua kwenye pachu kama mpanda minazi, usitoe wewe. Njoo mtoto, njoo. Huyu mkubwa, chukua kipande kimoja. Wewe utoe wewe, hapo baadaye wakujadili waseme ile ameipanga, ameiandaa. Jamani, hii inaitwa sabuni ya Kipande Dawa. Hii una upele mwanamke mwenzangu, umetumia lotion nini kukataa? Upele, utango muwasho, au upele umepona mabaka bado yanakusumbua, naomba nenda kacheze na Kipande Dawa sabuni. Akina mama tunaasili, tumetumia lotion sijui vitu gani, alafu utakuta mama mwingine ana michirizi amechanika tumboni, mapajani kama barabara ya vumbi, yani rough road. Alafu ile michirizi vicharuka inawasha, kacheze na Kipande Dawa sabuni, kina faida kubwa. Naomba kijana tafadhali, nimekuambia usogee hapa tukate Kipande Dawa. Wewe njoo. Wewe dogo yule rudi pale. Nitakupatia. Naomba kata kipande. Kipande mpatie dogo, kipande nifanye research hapo. Changamka kwa haraka. Niwaonyeshe Watanzania, ndio maana nikakwambia twendeni tujifunze wote kwa pamoja. Angalia, njoo dogo hapo. Sogea hapo mwanangu. Kamata. Jamani, tuangalie Kipande Dawa sabuni, kazi yake ukikimwagia maji kinamwaga povu huku mwanangu. Fanya hivi. Haya, weka maji. Inatosha. Kabaki wapi? Usiiname sana mme wangu.
Baba Rashidi. Angalieni hii sabuni iko hivi. Yaani huyu Baba Rashidi na mimi ndo Mama Rashidi. Jamani, hii sabuni iko hivi. Ukimwagia maji inaasili inamwaga povu. Funga macho mwanangu. Kwa hii sabuni Baba Rashidi litakuwa tumwache ndani ya dakika 10-15. Ili povu ling'ang'ania na ngozi. Lakini kutokana na muda sitoweza kumwacha ndani ya dakika 10 wala dakika 5. Iya. Na vile vile kuna watu wanaweza kusema ile sabuni magadi. Watanzania hii sio sabuni ya magadi. Na sabuni hii ninapokuambia haipatikani kwenye ili mradi tu maduka, no. Nenda kwenye pharmacy yako, nenda kwenye maduka ya madawa ya tiba asili kama utaikuta hii. Hii inapatikana kwenye kampuni yetu tu, ndiko inakotengenezwa sabuni hii. Na ni sabuni ni mzuri, umeharibika. Baba mapele, mapunyo, utango au mapele yamepona hapo, mabaka yale hayataki kutoka. Kuna watu wanatumia gharama kubwa Mbagala pale Kizuiani, wanakwenda kwa loja, wanatupa hela nyingi. Lakini wakija kwenye kibanda dawa wanafanikiwa. Sasa naomba tuangalie, tumsafishe. Tunamsafisha ndugu zangu. Tuangalie, hatuwezi kumwacha ndani ya dakika 10 wala dakika 15 kutokana na muda. Ila wenyewe mtaangalia ndugu zangu wa Tanzania, kabla hajatumia kipande dawa sabuni na alipotumia atakuwaje? Ngoja uangalie hapa leo. Uangalie, hiyo ndio inaitwa kipande dawa sabuni. Umeimba nawe dogo? Haya. Na ndio maana sikutaka kumuosha, niliajua hayo. Sikuoshi na shemeji yangu, huyo shemeji yangu, maana huyo ndio mume wangu. Shemeji ndio maana sijataka nikuoshe. Haya, naomba afungie vipande vyako. Nikuoshe shemeji yangu. Jamani, tumwangalie tu kwa dakika chache. Ule ukoko upo, hebu naenda kaonyesha. Na hapo itakuwa tumwache ndani ya dakika 5-10. Lakini tumemsafisha kwa dakika chache. Na kama mzazi uko wa mume wangu Baba Rashidi, rudi nyumbani ukamfungie kipande dawa, mwache ndani ya dakika 10, msafishe. Kisha msafisha, chukua sabuni weka kwenye kiganja. Lile povu mpakaza litayuka kama mafuta. Na ukakuta mapunye yamepotea yote ili asirudi tena. Tafuta ganda la limau, ganda la ndimu, ganda la chungwa. Katakata weka juani, kikauka saga utapata unga. Ule unga utafutia mafuta ya nazi, changanya, mpakaze, haya jirudia baadaye. Hiyo inaitwa kipande dawa sabuni. Chukua 5 wape watu 5. Wape watu 5. Jamani, vile vile nilisema vitabu nitavigawa kama bure au kwa hati punguzo. Swali linakuja hivi ndugu wa Tanzania. Mfano umekutana na mtu rafiki yako kipenzi. Hizo sabuni usiuze kwa shilingi 1000. Wapo yenye 1000. Mwenye 1000 kipande dawa. Kaongee usiweke pembeni. Utaki kiache. Wanaokijua wanajua faida ya kipande dawa sabuni. Ukijipotu tuadhimishe. Jamani, kitabu nilisema nitakigawa kama bure au kwa hati punguzo. Lakini nataka kuambia kwamba ukikutana na mtu ambaye anakupa kitoweo cha mboga kwa kila siku, ukakutana na mtu akakupa nyavu, akakwambia mimi nakupa nyavu, ingie baharini ukavue mwenyewe. Hebu niwaulize, tukati anaokupa nyavu na anaokupa kitoweo cha mboga, bora nani? Bora nani? Nyavu. Sasa kama nyavu, hiki kitabu ndio nyavu yako. Usikitupe kitabu hiki. Usiadhimishe kitabu hiki. Nataka nikuambie baba yangu, mama yangu, ukiadhimisha kitabu haurudishini. Nimebaki navyo vitabu vichache, nitawapa watu wachache. Nitatoa hapa vitatu tu. Wape kipande dawa sabuni kama utakuta kuna noa nyeusi imepaki. Kuna pika juu ya ile gari kwenye ile gorofa.
Ukipanda ngazi ya kwanza ya pili, ingia mkono wa kushoto. Utaingia kupakaa na litayuka kama mafuta. Alafu niambie upele utango mwanzo utakuandama. Mimi mwenyewe ndio sabuni yangu ninayogea kila siku za Mwenyezi Mungu. Ndio sabuni yangu. Hapo uzuri haitwagi miwani. Mama, nikuulize kwa kitabu kimeandikwa lugha gani? Alafu anaelekeza mpaka jinsi ya kutengeneza dawa. Nilitoa vitatu, nitagawa kwa watu watatu. Sio kiuza kwa shilingi 15,000 wala 10,000 wala 7,000 wala 8,000 wala 6,000. Una shilingi 5,000 nikupe kitabu. 5,000 nikupe kitabu. Kawe mtabibu, kawe daktari, ila usiadhimishe. Sabuni una uwezo, chukua 2, 3, 4. Chukua, vina faida, kipande dawa. Na ukifika nyumbani usiogea sabuni yote, na mama nenda kacheze na hiyo sabuni. Kuna watu walikuwa wanaharibika misuli na kujia kama kenge. Anakwambia nimetumia gharama nyingi kwa Roja. Roja ndo nani? Roja kipaka tu. Anachukua ya 30, 35 alafu kupona hakuna. Anakuja kupona kwa shilingi 1,000, 2,000. Wapo wajanja wasome vitabu hivi wenye shilingi 5,000. Lakini vile vile kitabu kina mambo mengi, ndugu wa Tanzania. Kuna watu mnasumbuka hapa na tatizo la meno. Kama kuna watu wako hapo wanasumbuka na tatizo la meno, unakula chakula meno gani kindi kwa tumbaku kutoa damu. Hebu naomba watu wawili wapite mbele. Watu wawili pita mbele. Wenye maradhi ya meno. Hilo linatibika, ndugu zangu wa Tanzania. Naomba tuendelee kusukutua. Sukutua baba, sukutua mama. Na ninajua baba yangu unapiga mswaki kwa kila siku, mama unapiga mswaki kwa kila siku. Kwa kutumia dawa ya mswaki kwa yetu wa incident. Lakini ile nataka niwaambie kwamba ile haitibu meno. Ile kazi yake inang'arisha meno na kutoa harufu mbaya ya mdomo. Ila meno hayatibiki kwa ile dawa. Niwaambie tu kweli. Na kama inatibika, alobaki naye chupa iko wapi? Hiyo. Mama, asubuhi leo usiku unaporudi nyumbani, kula chakula cha usiku, unapanda kitandani kulala. Chukua hiyo dawa, weka vifuniko vile mdomoni.